Nigeria wameamua kutujia juu sana Wabongo. Tunafeli wapi? Aibu. Ndugu yangu, aibu. Yaani sisi ndo tunaona aibu. Aibu ndugu yangu. Unajua? Haya mambo haya. Mimi kila siku huwa napendaga kusema. Haya masuala haya ya vitu vya Kitanzania kuviendeleza. Haya ndo madhara yake. Haya ndo madhara. Kwa sababu Tanzania sisi hivi vitu vya kawaida. Vitu vya kawaida sana. Leo bwana mimi nina shughuli yangu na kupanga kabisa. Bwana ndugu yangu, mimi nakuja kukutunza pale. Yako nakuja na kutunza 2,200,000. Kwenye 2,200,000 yako 300,000 tu. 1,700,000 unarudisha. Hiyo Tanzania kitu cha kawaida. Sasa hiyo Watanzania wakaibeba. Wakaenda nayo nchi za watu. Fika nayo Nigeria pale. Diamond nakuta ameenda ametunza miera. Yule bwana si anapenda sifa akionaga kamera. Anatunza miera. Billnass, Nandy wanatunza miera. Baada ya kutunza bwana, baadaye wanamfuata Jux. Bwana Jux, katika zile hela tulizotunza kama tulivyokubaliana, zako kadhaa, zangu kadhaa. Jux anaenda kumfuata mkewe Priscilla. Sasa bwana Priscilla, zile hela ziko wapi? Bwana hii sherehe ni ya kwetu, ya kikeni. Kwa hiyo hizi hela hizi zinaingia upande wangu. Na mimi mwenyewe siwezi kukabidhiwa hizi hela mpaka hapo shughuli zote zibalizike. Bwana Diamond alitunza hadi hela ya hoteli bwana. Kaenda kulala ukweni. Bwana aibu. Ila kwamba kosa ni la Watanzania ama kosa ni la Jux? Najosema mimi kosa ni la Watanzania. Kwani huo mchezo unafikiri nchi za wenzetu upo? Ila si mnapangana vizuri. Yaani mimi kwa upande wangu baada kuona nimekaa nimetuliza kichwa nikaona kwamba Jux ndo alifeli kwa sababu hajampanga mkewe, tabia zetu. Sasa ndio maana nikakwambiaje, uwezi ukamlaumu Jux kwa sababu Jux ni Mtanzania na hili swala ni la Kitanzania. Hili swala tulaumiane wote. Kwa sababu hata Diamond kabla hajatunza ilibidi amwambie bwana ndugu yangu hili swala la Kitanzania, nchi za wenzetu inawezekana hili swala alipo. Sasa kama alipo, kwanza ongea kwanza na mama mtu hapo. Tujue taratibu zao zikoje. Hizi hela tukitunza zinaweza kurudi. Sijui kama unanielewa. Ndio maana nikasema hili swala ni la kwetu sisi wa Tanzania wote. Kutafuta sifa kwenye mashughuli ya watu, alafu dakika za mwisho hela zako zinarudi, umepata misifa yule bwana bosi ana mihela. Ndio hayo sasa. Mwenzenu ukakosa hata nauli ya kurudia. Watu wamemwacha. Ila mimi bado na stand pale. Yaani kwamba ulitaka Watanzania ambao jinsi ambavyo wamejaa katika ile sherehe nilivyoiona jana, walivyojaa wengi, mtu ajilipie nauli mwenyewe mpaka kwenda kule, ni mapenzi tayari. Achukue hotel, ni mapenzi. Mpaka kwenye swala kutunza tayari wametaka kutuheshimisha kwamba Tanzania sio watu wadogo. Kwa mtu ana pesa zake, ana bajeti zake. Ushaona? Kwa hiyo Jux ilibesi wajiongeze. Ndugu yangu, sifa azimnyanyue mtu. Ngoja nikwambie, sifa azimnyanyue mtu. Ngoja mimi nikupe tu mfano mzuri. Sasa wewe umetunza, haya umeonekana bwana wewe bosi una miela. Jioni unaenda kumgongea mtu bwana mimi sina kwa kulala. Wanakuchukua ukweni, haya kile chumba cha wageni kile. Cha wageni wakakuta kimejaa, maana siku ya sherehe wageni ni wengi. Akapewa kile cha watoto. Kwa hiyo bwana Diamond alilala na wadogo zake Priscilla. Nasikia alikunywa sana, alishindwa kutembea. Ila watu wengi ndio wameiweka hivyo kama alikosa na nilio bwana, alikosa hela yote. Wewe Diamond anakunywa mara ngapi na anatembea? Yule hakuwa na sehemu ya kulala. Nani kakwambia kwamba yule bwana akinywa anashindwa kutembea? Yule bwana anakunywa, yule kwenye swala la kunywa yule ni mnywaji mzuri, anakunywa na ana uwezo wa kutembea hapa hadi na kibada huko. Yule bwana hakuwa na sehemu ya kulala. Mimi ndo nakwambia yule bwana hakuwa na sehemu ya kulala. Kwa sababu kama angekuwa na hela, sawa nimeshindwa kutembea. Haya bwana nyinyi sikiliza, njoo. Shika hii. Nibebeni mnipeleke hotelini. Hilo nalo kashindwa. Sasa kila mtu alikuwa na mpenzi wake. Yule hela alikuwa hana. Walinzi hawakuwepo pale. Wanaolinda pale. Haya bwana nichukue nipeleke hata kwenye haya basi tufanye ki guest house vipo kule. Nipeleke basi hapo nikapumzike. Unalinda brand ingekuwa kashfa zaidi kuliko hii. Sasa kulala nje na kwenda kulala guest house wapi amelinda brand? Wewe jiulize wewe kama pale alivyolala nje pale akaenda kuombewa ukweni ndo kalinda brand au bora tu angeenda vigesti. Yule bwana hela alikuwa hana, katafuta sifa, mila za Kitanzania zimemponza yeye na wenzie. Bora yule mwenzie kidogo alitunza, wale kila Billnass walitafuta sifa lakini baadaye wakapiga wakashauriana, ndo la sasa ya kuwa
na mwanamke kidogo mwenye kujitambua, bwana wewe tuuza tu, tunatuuza hapa, lakini tubakishe za hotelini tusije tukaaibika. Wenzao wamejiongeza kidogo. Sasa yule mwenzao anatafuta sifa ili natunza tu. Bwana Diamond Platinum linatunza tu. Diamond Platinum linatunza tu. Simba kama Simba Dangote, haujui. Mwisho wa siku unakosa pa kulala, wanakuuliza wewe sasa unajua? Yes, Bwana kiufupi, lakini ametuheshimisha Watanzania. Hatujakaa kinywa. Mpaka anafikia level anatunza pale. Pale alikuwa tayari kashatuheshimisha. Ile ilivyofika tu wakati wa kuanza kuomba pa kulala, heshima imepotea. Yaani ushai kutengeneza kitu dakika 2 alafu dakika 2 hiyo hiyo ukalimba, ile wanasemaga unasuka ukili huku nyuma unaungua. Yaani paka unamaliza kusuka unakuta kipisi tu kilichobaki. Ndio alichokifanya yule bwana. Sawa, katunza, katuheshimisha, kapata sifa yule bwana na miela. Muda huo anatafuta pa kulala. Yule bwana mwenye miela kapata miela anayo, lakini hela kulipia sehemu ya kulala hana. Sasa hapo kamuheshimisha nani? Yule bwana katuvua nguo. Mimi ngoja nikwambie, wenyewe wanasemaga linaloanza alisemwi, linalomalizia la mwisho lile ndio tunalolishikilia. Yule bwana katunza, katuheshimisha. Sisi tunashikilia la mwisho, katuzalilisha. Yule bwana katuzalilisha. Na sisi tunamwambia kabisa, ukienda sehemu za watu kutafuta sifa, wewe usijitangaze kama mimi Mtanzania, kwa sababu mwisho wa siku unatuzalilisha, tunazalilika si wa Tanzania. Sisi bwana tuweke kwenye mambo ya msingi. Kwa sababu pale kipindi anatunza angesema mimi Mtanzania. Baada ya pale yeye angejitia tu hata uchizi, bwana mimi nishakuwa chizi hapa, namna gani vipi tungemuelewa. Bwana unatuzalilisha, tunaonekana sisi hela zetu za mchongo. Mambo gani haya anatuletea? Kweli wewe Viera vile alivyotunza rafiki yangu, vile Viera vile kina David wanakuja hapa Bongo kama Viera kama vile alivyotunza Mondi, wanatunza hata mara 4 ya zile. Mwanangu katunza vile tu rafiki yangu, dakika za mwisho ana pa kulala rafiki yangu. Mambo gani? Kadi pia alizingua. Kadi ya nini? Ya benki. Sasa wewe unaendaje kwenye mambo kama yale? Alafu unashindwa kujipanga. Hivi vitu vya kujipanga, kwa sababu ule sio msiba. Ngoja nikwambie, ule sio msiba ule. Ukisikia harusi manake wanakuambia bwana mimi nafanya sherehe yangu siku fulani. Tafsiri yake hiki kipande hiki cha katikati unatakiwa ujipange. Wewe unatakiwa ujipange. Sasa wewe muda wa kujipanga unatafuta sifa. Mwisho wa siku ndio kutuzalilisha Watanzania wote hapa. Sisi tumezalilika. Mimi imeniuma sana ile swali. Sisi tumezalilika. Ilibidi atoe pesa nyingi zaidi kwa sababu katika Watanzania ambao wamehudhuria pale, yeye peke yake ndo alikuwa anaonekana kama ndo mkubwa kuliko hata bwana harusi mwenyewe. Kwa hiyo yeye ndo kama ameibeba kichwa cha habari cha harusi nzima. Sasa angetoa cheki tu pale, si inaonekana bwana huyu bwana katoa kitu fulani. Yaani unajua vitu hivi wa Nigeria hawanaga ahadi, hawanaga mambo sio ya cheki, sisi tutakupa kiwanja, no, watu wanapeleka kwa ushahidi pale pale wanakesha. Au wamekudanganya hao. Yaani yule bwana yule ndo tabia yake. Akishaona katuzalilisha anaanza kutupanga. Yaani anatuchukulia kama sisi wa Nigeria tuwajui. Ushaelewa? Sisi tunaangalia maharusi yao, watu kibao tu wanapewa pale macheki fresh tu yani. Mtu anaidiwa bwana wewe nakugea sijui nini nakugea nini fresh tu. Unanielewa sijui? Kwa hiyo haya maswala sio eti ya kusema sijui eti wa Nigeria hawapendi vitu fulani. Muongo yule bwana kashajitukanisha na taifa. Sasa anatafuta pa kujitetea. Anatokea wapi? Kwa sababu inawezekana mtu kama unajua sisi Tanzania si yule ndo tunamtegemea unajua. Umenielewa sijui? Yaani ile sisi ile ndo fungaji letu la mwisho yani. Unanielewa sijui yani. Yaani sisi bila yule timu yetu haifanyaji, haipati ushindi. Sasa yule tena siku ya mwisho siku ya mechi, yeye ndo wa kwanza ambao anachechemea. Sasa sisi taifa huko tunakuaje? Yule bwana katuzalilisha. Yeye kama anashindwa hayo mambo, akae pembeni, sisi tuwapambanie watoto wengine kwa sababu pale tulipomweka sisi ndo tumemweka Watanzania support yetu. Sasa kama anaona yeye kapashindwa pale ile sehemu, atuambie sisi tutawapambania kina Mario hapa tunawapa support ya kibabe, wanaenda huko. Nasikia chanzo cha kuamua kufanya sifa zote ni baada ya kumuona Mr. P yule wa P Square ambaye walishare chanzo cha yeye kuachana na Bidhari. Yule ndo alikuwa anachepuka Nazari. Kwa baada ya kumuona nasikia wakapeana salamu tu, wengine wakasema salamu ya kinafiki, lakini baada ya hapo akaamua sasa kumuonyesha mimi ni nani. Kipindi kile ulinichukulia demu wangu kwa sababu ulinizidi kipato. Sasa hivi mimi ndo Simba Lama Simba. Sasa kwa mfano, mimi nakupa tu mfano. Angekuwa ameenda na demu wake mwingine sasa. Ushaelewa Kamvimbia yule bwana kamvimbia. Afu baada ya kumvimbia ana pa kulala sasa. Yuko na demu wake, afu yule P bwana yule P anakuja sasa pale yule. Anamwambia sasa wewe una pa kulala wewe utalala nje. Namsaidia huyo mkeo na mstiri tu kwa leo, utalala ndani kwangu humu. Afu kesho asubuhi utamfuata. Hapo unakuwa umemvimbia nini hapo? Yule bwana kajizalilisha. Yaani swala la kukosa hadi pa kulala ni kujizalilisha. Wewe unatunzaje unakosa hata akiba?
haturuhusiwi sisi haya masuala. Mimi ndo maana nasemaga kila siku haya masuala aibu, haya masuala ya Kitanzania. Watanzania ndo wao wanatunza vitanda wenyewe, wanalala chini ndani. Haya masuala ya Kitanzania tusiyachukue tukayabeba tukaenda nao kwenye nchi za watu, tunadhalilika. Hilo swala haliwezekani. Wewe haya unaenda kumvimbia mtu, mimi nakuvimbia nikuonyeshe mimi nina hela, dakika za mwisho pa kulala tu huna. Sasa hapo umemvimbia mtu au umejizalilisha kwamba huyu bwana bwege tu hana hata pa kulala. Mzembe mmoja tu hana maisha. Alafu dakika za mwisho inaonekana hata Watanzania huko wote hamna hata anayeweza ni kufanya kwamba lile jambo likafanyika. Kama angeshindwa yeye connect tu watu wazito. Kina GSM angeingia, kina Mo anapenda sifa, vitu kama hivyo ukimwalika anaenda. Kama mmeshindwa basi hata rais mstaafu bwana Jakaya Mrisho Kikwete hii isingemshinda hii, mngemwelekeza tu bwana rais, ndugu yetu bwana tusaidie, kuna swala la kitaifa hili na hili, lingekuwa jepesi hilo kuliko yule bwana kaenda kuzalilisha taifa. Taifa limezalilika bwana, aibu mimi nakwambia. Aibu. Bwana, neno moja konki kabisa kwa Watanzania ambao sio lazima tuwatoke nje ya mipaka ya Tanzania. Hata huku Uswahilini neno moja kwa wenye tabia kama hizi. Tupunguze haya. Itakapofikia hatua tuache kabisa. Najua kuacha kwa mara moja hatuwezi. Hiki ni kama kilevi. Lakini tupunguze, ifikie hatua tuache kabisa. Jikune pale ambapo mkono wako unafika bwana wewe. Usitafute sifa mbele za watu, utaenda kuaibika. Sasa kama ule bwana mwisho wa siku ameliaibisha taifa, ameaibika yeye mwenyewe, anatunza mwisho wa siku abakiwe hata na kitu chochote. Ni vitu ambavyo havina msingi wowote. Kwa hiyo mimi ninachowashauri ndugu zangu wa Tanzania, sawa haya mambo Uswahilini huko yapo mengi, tuyaendelee kuyaenzi, lakini tusije tukayabeba haya mambo tukaenda nayo sehemu za watu au sehemu ambayo ina mchanganyiko wa mataifa, tutapata aibu. Haya masuala tuyafanye huku kwetu Uswahilini Tanzania, tuyafanye sehemu za watu, tuachane nayo. Hayana issue haya mambo bwana. Wewe toa ulichokuwa nacho, mtu ataona bwana huyu ana nia kweli ya kunipa na hiki ndo alichobarikiwa. Usitafute sifa bwana. Usitafute sifa.